mdau wa Arrival TV, karibu sana. Mimi naitwa Mwanakwetu na hapa unatazama Arrival TV, mahali ambapo tunasanuana mambo mengi sana kuhusu masuala ya safari za kimataifa, safari ya kwenda kutibiwa, kwenda kutalii, kwenda kusoma, vyovyote vile unavyotaka kusema kwa habari ya masuala ya kimataifa. Sisi tumejipa hiyo kazi ya kuhakikisha kwamba tunaleta taarifa sahihi hapa kwenye chaneli yetu ili uweze kunifaika. Mimi naitwa Mwanakwetu Arrival. Ukipenda zaidi unaweza ukaniita Divine. Karibu sana. Siku ya leo nataka niongee mambo ya muhimu sana kwa habari ya Green Card Lottery. Don't mind kwamba leo nimevaa nguo zangu za Kimasai. Naomba isikupe tabu sana kwa sababu unaelewa vizuri kwamba mimi ni chalii ya ara. Unaelewa vizuri mimi ni chalii ya ara. Kwa hiyo machalii wa ara huwa tuna vitu vyetu kama hivi unavyoweza kuona, vitu vya asili, na mara kadhaa tunavivaa. Unajua vizuri kwamba hapa nikiwa Marekani sionagi tabu kuvaa vitu kama hivi. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu nasikia proud kuwa Mtanzania, lakini pia kuwa Masai. I feel proud to be a Masai. Kwa hiyo karibu sana. Naomba kama hujasubscribe kwenye channel yangu ya YouTube, naomba unisubscribie ili tuweze kugrow. Natamani sana kwamba before this month end tuwe tumefika subscribers 1000 na kuendelea. Mimi naamini kwamba nina vitu vingi vinavyoweza kusaidia wasafiri wanaosafiri na masuala mengi sana, sio tu safari. Utaona hapo juzi nimeweka jinsi ya kupata mume au mke kutoka nchi ambazo ni za mbali, na imeenda viral sana. Mambo yamekuwa moto hasa kule TikTok, kwenye akaunti yangu ya Arrival TV kule TikTok. Mambo yameenda moto kule Instagram, mambo yameenda moto. Naomba pia hapa YouTube mambo yaweze kwenda moto. Kumbuka kwamba kadri unavyozidi kunifollow na kusubscribe unanipa mimi hamasa ya kufanya hizi video kila siku. Ukweli ni kwamba ni kazi, yani kuwa creator ni kazi, kwa sababu lazima kila siku uweze kuwa na mood ya kufanya video ili watazamaji na walaji waweze kunufaika. Karibu sana Arrival TV. Kama unavyojua mimi ni Mwanakwetu. Karibu sana. So leo nataka nizungumze kuhusu green card za Marekani, aina za green card za Marekani, lakini nitabezi sana kwenye aina moja ya green card inayoitwa lottery. Jambo la kwanza kabisa, green card ni nini? Green card ni hadhi inayokupa ukaazi wa kudumu wa nchi ya Marekani. Kwa lugha nyingine tunasema green card ni status au ni cheo au ni hadhi fulani ambayo ukiwa nayo unakuwa na sifa ya kuwa mkazi wa kudumu wa taifa la Marekani. Tunamaanisha nini tukisema mkazi wa kudumu? Ni tofauti na kuwa raia wa kudumu. Kuna tofauti kati ya permanent US residents na US citizen. Hivi ni vitu viwili tofauti na naomba sana usichanganye. Lakini pia kuwa na green card ya Marekani hakukufanyi kukana uraia wa nchi yako. Kwa sababu kuna wale watu wanasema mimi siwezi kukana nchi yangu, mimi ni mzalendo. Sawa, nimekupata sana mzalendo, lakini haina maana kwamba ukiwa na green card ya Marekani moja kwa moja wewe umeacha uzalendo. Hapana, ile ni status, ni hadhi ya kukupa wewe nafasi ya kuwa na ukazi wa kudumu wa Marekani, lakini sio raia wa Marekani. Kwa naomba sana mtofautishe, Wanakwetu, mtofautishe maana ya permanent residents na US residents na US citizen. Permanent US citizen na permanent US resident. Hivi ni vitu tofauti, kwamba ni ukazi wa kudumu wa Marekani na raia wa kudumu wa Marekani. Ukiwa na ukazi wa kudumu wa Marekani, kama utaamua mwenyewe, una uwezo wa kuomba kuwa raia wa Marekani. Ukiwa na ukazi wa kudumu wa Marekani, automatically hautakuwa raia wa kudumu wa Marekani, isipokuwa kuna process nyingine utafanya ukitaka kuwa raia wa Marekani. Lakini faida za kuwa na green card ni kwamba hiyo green card ni njia ama ni vehicle itakayokupeleka ama ni usafiri utakao kupeleka
kwenye hatima ya kuwa raia wa Marekani endapo ukitaka. Hawakulazimishi kwamba eti kwa sababu umepata green card basi uwe raia. Hapana, kuna maelfu ya watu ambao wana ukazi wa kudumu wa Marekani, lakini bado pia wana hold status za mataifa yao kama raia wa nchi zao. Karibu sana Rival TV, mimi naitwa Mwanakwetu. Leo nazungumza kuhusu green card za Marekani. Nitabezi zaidi kwenye aina moja ya green card inayoitwa green card lottery. Kumbuka kwamba ziko aina nyingi za green card. Kuna green card by marriage ambao ni pale unapooa au kuolewa na raia wa Marekani. Kuna green card by sponsorship kwamba umesponsiwa na kampuni au taasisi au ya serikali yenyewe na kukupa green card. Green card kwa kifupi ni hadhi ya ukazi wa kudumu wa Marekani. Sasa basi, tutazungumza kuhusu green card lottery na jinsi gani kwa wale ambao wamekwisha apply green card mwaka huu. Kumbuka mwaka jana tulikuwa tunajazisha watu fomu za kuomba ukazi wa kudumu wa Marekani kwa njia ya lottery. Tukisema kwa njia ya lottery tunamaanisha njia ya bahati nasibu. Hii ikoje? Serikali ya Marekani ilipitisha sheria kupitia bunge lake la Congress ya kwamba itatoa ukazi wa kudumu kila mwaka wenye idadi ya takriban watu 50,000 kutoka duniani kote. Na baada ya kupata hiyo, wakatafuta njia rahisi ya kutoa ukazi wa kudumu bila upendeleo. Ndo sasa wakatengeneza kitu kinachoitwa green card lottery, kwamba huu mchezo ama hizi visa 50,000, kwa sababu kimsingi ni kwamba ni visa 50,000 zenye ukazi zenye hadhi ya ukazi wa kudumu, yani permanent resident, permanent US resident. Hiyo ndo status ya green card. Kwa sasa tunazitoaje? Ili kusiwe na upendeleo, wakatengeneza mfumo wa kufanya computer random selection, yani kwamba kila mwaka mwezi wa 10. Kwa nini mwezi wa 10? Sababu ni mwezi wa 10 ni physical year of the government of the United States of America, kwamba mwezi wa 10 ni mwaka wa kiserikali wa serikali ya Marekani. Kama ambavyo kwa Afrika, kwa Tanzania, mwezi wa 7 ndio mwezi wa serikali. Mwaka mpya wa serikali unaanza mwezi wa 7 katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini mwaka mpya wa serikali ya Marekani unaanza mwezi wa 10. Na kwa sababu hii green card lottery inasimamiwa na serikali ya Marekani kupitia Wizara ya Masuala ya Ndani ya Nje, Home Affairs, Department of Home Affairs, ndio sasa kila mwaka sasa serikali inapoanza mchakato wa mwaka mpya na green card nayo inafunguliwa dirisha na watu kujisajili kutoka mataifa mbalimbali. Kwa kila mwaka mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 11 wiki ya kwanza, serikali ya Marekani inafungua dirisha kwa watu wanaotaka kuomba na kujaribu status ya kuwa na ukazi wa kudumu wa Marekani. Kwa hiyo basi wale ambao wamejaza green card mwaka jana, manake ni kwamba mwaka huu mwezi wa 5 tarehe 6 green card majibu yanaanza kutoka. Kwa hiyo yakitoka majibu yale ya mwaka jana, wale ambao waliomba sasa wanaanza kufanya process mbalimbali sasa za kupata hiyo visa. Kumbuka kwamba mchakato wa kupata green card, wa kuchaguliwa green card, ni mchakato wa bahati nasibu. Lakini ukishashinda green card haiwi tena bahati nasibu, inakuwa ni mchakato unaosimamiwa kwa mujibu wa sheria za Marekani. Moja kati ya sheria ambazo ni common sana kwenye eneo la green card ni sheria ya kwamba lazima uwe umehitimu elimu ya high school au lazima uwe na uzoefu wa kazi wa muda wa miaka 2 ambao ukikonvertiwa unakuwa equivalent au unashabihiana au unalingana na mtu aliyepata elimu ya high school. Kwa hiyo kumbuka kwamba mdau wangu wa Rival TV, na kama hujasubscribe naomba subscribe, comment, like na kushare. Kumbuka kwamba mchakato wa kutafuta mshindi wa green card ni mchakato wa kibahati nasibu, lakini ukishashinda green card inatoka kwenye bahati nasibu, vigezo, masharti ndivyo vinaanza kuzingatiwa. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa 5
tunaingia kwenye kipindi cha kuzingatia vigezo na masharti yanayosimamia sheria za green card. Na hizi sheria zimewekwa mahususi kwa sababu kumbuka ni watu 50,000 kila mwaka kutoka mataifa yote duniani, isipokuwa yale ambayo tayari yana wakazi wengi wa kudumu Marekani hawana nafasi ya kushiriki. Kwa mfano, kuna nchi kama Nigeria na baadhi ya mataifa mengine mwaka jana walikuwa hawana sifa ya kushiriki. Kwa sababu gani? Tayari yale mataifa yana wakazi wengi kwenye nchi ya Marekani. Lakini nchi kama Tanzania, Kenya tulikuwepo kwenye mchakato, na ninaamini kwamba tutakapopokea majibu ya green card mwaka huu, Watanzania wengi na watu wengi wa Afrika Mashariki watakuwa wameshinda green card. Kwa hiyo baada ya kutoa maelezo hayo kuhusu green card ni nini na jinsi ya kushiriki, na ya kwamba mwanzoni ni computer random selection, baada ya hapo inakuwa ni swala la kisheria. Lazima ukapime afya, lazima uweze kuwa umehitimu form 6 kwa Tanzania, na kwa Kenya form 4. Form 4 ya Kenya ni high school, lakini equivalent to high school kwa sababu wanaangalia madarasa ama miaka ambayo umekaa darasani ili kupata equivalent ya high school. Mimi naitwa Mwanakwetu, unatazama Rival TV. Kama ndo mara yako ya kwanza unaniangalia leo, mimi naongea mambo ya kimataifa, na taarifa ninazotoa mimi kwa 100% ama 95% ni za kweli. Ni taarifa ambazo zimefanyiwa uchunguzi kabla hazijaja mbele ya kamera na kuweza kurekodiwa. Kwa hiyo you can trust us, you can build us a trust. Yani unaweza ukajiamini kwa taarifa ambazo utazichukua hapa. Hatuna lolote la kuongopea, hatuna mtu yote aliyetutuma tukuongopee, kwa hiyo hatuna sababu za kukuongopea, tunaongea ukweli. Asante sana Mwanakwetu kwa kusubscribe. So, kama ulijaza green card mwaka jana, nini unatakiwa kuwa unafanya mpaka sasa hivi? Cha kwanza, unatakiwa kuwa unajiandaa kisaikolojia. Unatakiwa kuwa unajiandaa kifedha, kwa sababu ikitokea umechaguliwa sasa kwamba wewe ni mshindi wa green card, sio ndo uanze kukimbizana kutafuta sijui hela ya kwenda kufanya medical ambayo ni zaidi ya dola 400, na hiyo visa yenyewe ni zaidi ya dola 300. Kwa bora sasa hivi kwenye hii miezi ya kwanza Mwanakwetu ukute unachakarika hapa na pale kutafuta nini? Fedha ambazo zitakusaidia kwenye eneo zima la kufanya nini? La kufanya malipo ya green card lottery. Kama unavyojua, baada ya kuchaguliwa na kompyuta haiwi tena lottery, inakuwa ni swala la kisheria zaidi, na ni swala la wewe lazima utimize. Kumbuka nchi ya Marekani haina hongo, kwa hakuna mtu utamuonga, ni vile wewe utaqualify kwa sababu umequalify. So, anza kutafuta fedha sahihi, anza kuweka mambo yako vizuri, unaona mpaka pale, anza kupangilia vitu vyako. Kwa mfano wale lugha ya Kiingereza inawapiga chenga, jiunge na Kaenglish course Mwanakwetu, brush Kaenglish kako, ili kwamba unapopata majibu basi umeshali win green card. At least unapofika Marekani uweze kuwa na Kiingereza cha kuanza nacho. Sikuambii lazima uongee Kiingereza kama maji, hapana, ila ukifika America uwe na mwanzo wa kuongelea Kiingereza. Mimi naitwa Rival Mwanakwetu, asante kwa kutazama. Naomba subscribe channel yangu, nipe company channel hii iweze kukua. Na leo nilikuwa nazungumza green card za Marekani, hasa green card lottery. Kumbuka ziko aina nyingi za green card, lakini leo nilikuwa nimefocus kwenye green card na jinsi mchakato wake unavyopatikana, na kama umecheza green card mwaka jana na unategemea majibu, nini ufanye ili uweze kujikuta huko kwenye position nzuri ya kuweza kushinda. Jambo la mwisho kwa leo, make sure sasa kwamba kama ulicheza mwaka jana na ikitokea hujashinda mwaka huu, you can do it again. Unaweza ukacheza tena. Kwa sababu gani? Haikukosti sana kucheza huu mchezo. Kwanza ni bure, lakini kwa sababu wengi hawajui mchakato wake, ndio maana kuna watu wengi mbalimbali nikiwemo mimi ambaye naweza kukusaidia kujaza nini hiyo form, lakini ukachangia gharama kidogo. Ndivyo tulivyofanya mwaka jana, na ninaamini wengi wameweza kujaza. So kama imetokea kwa bahati moja nyingine haujashinda mwaka huu, basi mwezi wa 10 una nafasi ya kujaribu. Umenielewa vizuri? Na kama umeshinda, congratulations. Kama umeshinda, basi tuna process nyingine ambazo tutakuwa pamoja kuhakikisha kwamba umeweza kupata green card lottery na ukaweza kubadilisha maisha yako kwa maana ya kutafuta fursa mbalimbali. Kitu hiki Watanzania wengi hawajui na Waafrika wengi hawajui, hasa Watanzania. Wakenya wanajua, wengi, ni wengi sana wameshinda green card, lakini Tanzania bado imelala. Vitu kama hivi kwa nini hawajui? Kwa sababu vingi vimefichwa kwenye mitandao.
Ndio maana sasa hivi mimi mdau wa Mwanakwenu na kusanua uweze kuelewa vitu kama hivyo vipo. Mfano, faida zake ni nyingi. Ukiwa na green card unaruhusiwa kufanya kazi Marekani on the spot, unaruhusiwa kwenda na familia yako, unaruhusiwa kusomesha watoto wako, na unaruhusiwa pia kuwa na diaspora background, kwamba una uwezo wa kuishi Marekani na vitu kama hivyo na kufanya kazi, hatimaye kuinvest kwenye nchi yako. Mimi nashukuru sana kwa kunitazama. Sitaki kuchukua muda wako mwingi, lakini naomba kama hujasubscribe, tafadhali subscribe, comment na share. Let's grow the family together. I love you so much. See you on the other side, on the other video. Bye bye.